Subiri yeye tu. Na sisi tunapaswa kuhangaika. Alafu kuna mtu ameniambia atatupeleka mahali. Sawa, ila napata shida sana mama. Najua hilo mwanangu. Hatupaswi kumsubiri yeye. Huwezi jua utaponea wapi. Sawa. Umekumbuka kadi? Yaani bora tu umenikumbusha hatujafika popote. Okay, umeweka wapi? Iko pale mezani nadhani. Okay. Karibu. Asante sana. Habari za hapa? Salama. Vipi bwana Mgoto, ni mkuta? Hapana, hayupo. Atarudi saa ngapi? Sifahamu kwa sababu ameenda kwenye sherehe. Oh. Okay, basi sawa. Okay, akija nimwambieje? Hapana. Nitawasiliana naye. Eti? Usijali. Karibu. Asante sana. Okay, bye. Asante. Tumekosea bosi. Kivipi? Sikufanikiwa kumkuta. Okay. Sio shida. Mtafute kesho jioni. Au unasemaje? Nafikiri imekaa vizuri sana bosi. Kolonda bempo yungima, kolonda kolonda bempo yungima, kolonda bempo. Mama. Hapa mama kuna tatizo. Tena kubwa sana. Ndiyo. Kwani umeona nini baba? Mwanao amefuka macho eh? Ni kweli. Mpaka sasa haoni. Nimeona hapa. Sasa utanisaidiaje arudi kama zamani? Mimi sina cha kukusaidia. Na hata kama kuna mtu amekwambia atakusaidia, anakudanganya tu. Kivipi? Ina maana hatapona tena? Mwanao sehemu aliyoingia ni mbaya sana. Tena hata kwa sisi waganga. Unajua nyumba inayomtegemea Mungu ni ngumu sana sisi waganga kuingia. Na hata kama tukiingia, mwisho wetu unakuwa mbaya sana. Sasa tunafanyaje baba? Labda nikuulize kitu. Hivi, kwa nini umemshauri mwanao aologe watu ambao hawana makosa? Mambo ya dunia hayo baba yangu. Na sisi akili zetu ndo ziliishia hapo. Umemsababishia matatizo makubwa sana mwanao. Tena kwa sababu ya tamaa zako. Nifanyeje sasa baba? Mimi sina jipya. Maana hata vitabu vya dini vimetuambia ya Kaisari mwachie Kaisari na ya Mungu mpe Mungu.
Utanisaidiaje hapo? Mimi labda ya kukusaidia utoke wewe mguu kwa mguu na binti yako, mwende mkaombe radhi wale watu. Baba, tutaanzia wapi? Na sisi ndio chanzo cha yale matatizo. Kwani hamjafanya? Ni kweli, maana hata upofu wa mwanangu chanzo ni mimi. Mimi ndio niliyemshauri binti yangu ujinga. Na kingine, kaa chini wewe na binti yako, umwambie kijana wako aache kile kitu ambacho anataka kukifanya, na kama akikifanya kitaleta matatizo makubwa sana tofauti na haya mliokuwa nayo. Sawa, nimekuelewa. Haya, ila punguza mdomo kwa majirani wako, maana utakupeleka pabaya. Nimekuelewa baba. Halo? Halo? Ndiyo mama. Uko wapi? Niko nyumbani. Nisubiri usitoke. Nimepata kitu cha kutusaidia juu ya dada yako. Kwani uko wapi? Niko njiani nakuja. Hayo mambo mengine yasitishe kabisa. Maana yanaweza kutuletea matatizo makubwa. Sawa, nakusubiri. Nikukuta. Haya mama. James. Baba Rozi. Baba Rozi. Nakuja mama. Kuna nini mama? Kaa chini kwanza. Nimetoka kule kwa yule mganga nilikokuwa nimeelekezwa kipindi kile. Anasemaje? Niliyoyakuta huko hadi aibu kuelezea. Kivipi? Kwanza jambo hili linahitaji uvumilivu sana. Niliyoyakuta huko yananihusu mimi pamoja na dada yako. Wewe na dada mnaingiaje? Mbona mnanichanganya? Endapo nikakuelezea, naomba usitulaumu. Maana sisi tulijua tunatengeneza, kumbe tunaharibu. Sawa mama, sema. Alafu kuna lile jambo lako lilokuwa unataka kulifanya kipindi kile. Naomba ulisitishe. Kwa nini mama? Na tayari nimeshafanya maamuzi. James, naomba ulisitishe hilo jambo. Sijui mama hujanielewa vizuri. Nimesema hivi, kwa nini nisitishe? Naomba unisikilize mimi. Lisitishe mara moja hilo jambo. Sawa. Ndiyo mkuu. Sasa hebu sitisha ile swali yako nimekuambia. Mpaka pale nitakapokuambia. Sawa mkuu, nitatekeleza agizo lako mkuu. Okay, fanya hivyo. Usijali. Haya, sawa. Ndio. Niambie mwanamke. Haya, ndio nini kwa bila kunipa taarifa?
Kiukweli haikuwa nia yangu kutokupa kadi, lakini mambo yenyewe unajua yalikuwa ni haraka sana. Ungeniambia tu, au uliogopa kuwa nitaenda kumwambia Agata? Sasa ni muogopi Agata wa nini? Wakati wewe mwenyewe ndio nilikwambia kwamba mwambie kwamba nataka kumuoa mimi, akanikataa. Unaohakika na unachokisema? Ndio. Hebu fikiria kwamba zaidi ya miezi 4 unambembeleza bana mtu kwamba tuoane. Mtu hakupi jibu. Sasa si hakutaki huyo? Alikuwa anakupenda. Sema hakuamini kama kweli unampenda. Kwa nini sasa siamini? Wanaume wengi ni waongo. Hizo ndo gia zenu. Anakuja na gia anataka kukuoa, akisha kutumia na kuacha. Na akili sana wanawake. Lakini eleweni kwamba sio kwamba wanaume wote wana tabia za namna hiyo. Tunatofautiana sana. Hata mimi naamini hivyo. Na ndio maana nilikuwa nikimuomba Agata atulie. Na kama ningejua mapema, ningekuomba hata mimi unioe. Unajua nimefurahi sana kwa sababu sikutegemea kama unaweza kuzungumza neno kama hilo. Sikujua kama ulikuwa uko serious. Na wala sikujua kama kweli ulikuwa unahitaji mwanamke wa kuoa. Unajua sikuwa na haraka kihivyo, lakini ni kwamba wazazi wangu walipenda sana kwamba mimi nioe. Na kwa kuwa nawapenda wazazi wangu ilibidi nitimize hilo ili niweze kuoa, kwa sababu hakuwa wanapenda niendelee kuishi maisha ya kipekee namna hiyo. Kwa hiyo ulioa kwa shinikizo la wazazi? Hapana. Kwa hiyo ina maana ninapotii au kufuata wazazi wangu wanavyopenda ina maana naoa kwa shinikizo la wazazi? Ndiyo. Hapana. Sasa hapo ndipo mnapofeli sana vijana wa kisasa. Kwa sababu nadhani mnashindwa kuelewa kwamba wazazi wana nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Unajua sikuona sababu, kwa sababu kama kazi nzuri ninayo, uwezo nao, pesa ninayo, kwa niona basi bora nitimize hilo ili kwamba sasa niweze kutulia. Haya bwana, hongera sana. Asante sana. Kuna jambo nimekuja kukwambia. Yule mchumba wako aliyotaka kumuoa amepefuka macho. Inasemekana chanzo ni wewe na mkeo. Kivipi sasa? Mimi sijui. Mimi nasikia tu. Na kwa sababu wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu, hujawahi kunifanyia lolote baya, nimeona nije nikwambie. Kwa hiyo kuwa makini. Na lisemwalo lipo. Okay, asante sana kwa taarifa hiyo. Kingine, kaka yake ameshikilia hili jambo. Na inasemekana anakutafuta. Na kaka yake zamani alikuwa ni jambazi. Kwa hiyo kuwa makini sana. Jambazi? Ndiyo. Huyo kaka yake anaogopeka sana. Alitoroka hapa mjini akaenda kuishi sehemu nyingine kwa ajili ya hayo matukio. Na jana amerudi kwa ajili ya jambo la mdogo wake. Lakini mimi na mke wangu hatuhusiki kabisa na jambo hilo. Ni kweli. Lakini si mpaka wafikirie unavyofikiria wewe. Wasiwasi wao mkubwa. Kwa nini uliacha kumwoa ndugu yao ukaenda ukaoa rafiki yake? Kwa hiyo inasemekana ugonjwa wa ndugu yao wewe ndio mhusika mkuu. Okay. Mimi nikushukuru sana kwa taarifa hiyo. Sawa.